Wengi wanajua kwamba mahusiano yanajengwa kwa maneno mazuri, yanajengwa kwa zawadi, au yanajengwa kwa namna ambavyo unampa mchumba wako au mpenzi wako vitu vya thamani. Let me tell you, mahusiano mazuri hayajengwi na vitu vya thamani. Mahusiano mazuri yanajengwa na nguvu za Mungu. Watu wengi waliotumia akili zao, mahusiano yao yamekosa mwelekeo. Watu wengi waliotumia hisia zao, mahusiano yao yamekosa mwelekeo. Ndio maana vijana wengi mabinti wengi wanalia. Ni kwa nini wanalia? Ni kwa nini wanalilia watumishi wa Mungu kwa habari ya mahusiano yao? Ni kwa sababu they don't have a time to pray. Hawana muda wa kuomba Mungu. Wana muda wa kutafuta zawadi, wana muda wa kutafuta outing, lakini hawana muda wa kutafuta uso wa Mungu ili Mungu aweze kuleta matokeo kwenye. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 3:5 mstari wa 6, anasema tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa nini usitegemee akili zako? Kwa sababu akili za mwanadamu huwa zinafika mwisho, lakini ukimtumainia Bwana kwa moyo wako, mahusiano yako hayatakuwa na vilio, mahusiano yako hayatakuwa na masononeko. Ni mahusiano ambayo yatakuwa yamebeba impact kwenye maisha yako. Ewe binti, ewe kijana uliye kwenye mahusiano, usitegemee mahusiano yatajengwa na outing. Usitegemee mahusiano yatajengwa na zawadi. Wapo watu walipewa zawadi nyingi, wapo watu walipewa vitu vya thamani vingi, lakini mahusiano yao yalibaki kwenye video. Lakini waliosimama na kumomba Mungu, leo tunaona katika ndoa nzuri, leo tunaona katika eneo zuri na la baraka sana. Na mimi nipo kukwambia, mahusiano yako ili yajengwe, hayajengwe kwa vizawadi, hayajengwe kwa out, yanajengwa kwa maombi. Piga goti, Mungu atathibitisha ndani ya mtu uliye naye, na Mungu atathibitisha kile ambacho amekupa kwenye maisha yako kupitia mahusiano uliyo nayo.